Lakini unyenyekevu ambao uliweza kushuhudiwa katika ibada hii haikuwa unyenyekevu ambayo imezungumziwa kwenye Biblia. Hapa tulikuwa na kitu inaitwa the voodoo drum dance worship. Hacha tuone. Je, hawa ni Waadventista? Hii ni kanisa. Hawa ni wanakwaya wanaimba katika kanisa. Na ukiangalia vizuri utaona logo ya Adventist kwa t-shirts zao. Hawa ni Waadventista. Ngoma zimeingia kwenye kanisa, na si ati haya yote yanajiri katika makanisa yetu. Angalia, hiyo ni logo ya Waadventista. Hayo ndiyo baadhi ya maswala ambayo yanatukia katika kanisa. Wachungaji wachanga watafanya nini? Wataleta mawazo mapya katika nini? Kanisa. Nataka tuangalie. Hawa ni wanakwaya. Hii ni pulpit. Ukiangalia pale tuko na uniform ya Pathfinder. Walichokifanya pale kilishangaza. Hii ni club Hapo ndipo Waadventista wamefanya nini? Wamefikisha Injili. Je, mlango wa rehema unafungwa ama ufungwi? Get the point. Take a step forward. Siku ya leo, mada mkipenda tutaita chimbuko la ibada ya uimbaji. Kumbuka siku ya leo tunazungumzia nini? Uimbaji. Je, mnajua kwamba uimbaji ndio itafunga milango ya rehema ya Waadventista? Je, mnafahamu hiyo? Siku ya leo tutaweza kuona ibada ya nyimbo ni vipi itaweza kufanya nini? Kuweza kufunga mlango wa rehema. Kitabu chetu cha kukariri siku ya leo ni Ayubu 14:4. Biblia inasema hivi: ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kutoka katika kitu kilicho chafu? Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho chafu kutoka katika ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kutoka katika kitu kilicho chafu? Biblia inajibu, inasema kwamba hapana awezaye. Tuamini, tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, wakati huu tunakuja miguuni pako. Ombi letu ni kwamba uweze kurahisisha ujumbe huu, uweze kupata sehemu katika nyoyo yetu. Ni katika Kristo Mungu nikiamini. Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kiweze kutoka katika kitu kilicho chafu? Hapana awezaye. Kumbuka siku ya leo tunazungumzia nini? Nyimbo. Daudi aliposhiba miaka ya uongozi, alipokuwa katika hali yake ya uzeeni, alimtawadha mwanawe Suleimani aweze kuchukua mamlaka na aweze kutawala nini? Taifa la Israeli. Lakini kabla hajafanya hayo yote, aliamua kufanya kitu kuweza kumrahisishia mwana wake kazi. Kitu ya kwanza alichokifanya, tutakuwa tunasoma kutoka katika kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Nyakati 23:2-5. Kabla ya kuweza kumkabidhi mwanawe uongozi, alifanya kitu kimoja. Aliwaita wakuu wote wa Israeli wakaweza kusanyika malangoni pake. Na baada ya kufanya hiyo, wakuu wote miongoni mwao tukiwa na makuhani na hata Walawi, idadi yao ikifika 38,000, waliweza kusanyika pale, na Daudi akaanza kuwapanga kazi. Nataka twende moja kwa moja tuweze kuona hawa watu walikuwa ni kina nani? Na baadhi ya hawa watu, wanakwaya walikuwa miongoni mwa hawa watu? Hilo ndilo swali ambalo tutakuwa tunajiuliza siku ya leo. Na tutakapoweza kulijibu swali hili, tutajua kwamba wanakwaya katika kanisa, wanakwaya katika ibada yoyote,
ni kiungo cha maana na ni kiungo ambacho Mungu anadhamini zaidi ya wengine wote. Daudi alipowaita wote 38,000, alichukua watu 24,000 akawaambia kwamba hao watakuwa ni wasimamizi wa kanisa, yani departmental heads wa kanisa. 6,000 miongoni mwa wale ambao walikuwa wameitwa 38,000 wakaambiwa kwamba hao watakuwa ni mahakimu wa kuweza kuhakikisha kwamba kesi za wana wa Israeli zinaenda sawa sawa. Kukabaki na vitengo viwili vya maana. Hapo ndipo nataka tuweze kusisitiza somo letu la siku ya leo. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 23:2 hadi 5, tukikoma pale 5, Biblia inasema hivi: 4,000 wawe mabawabu, yani 4,000 wawe ni askari. Na ukiteremka pale chini nasema kwamba na watu 4,000 wawe nini? Waimbaji, wakimsifu Mwenyezi Mungu kwa kupitia nini? Ala ambazo Daudi alifanya nini? Alitengeneza. Haikuachia pale. Daudi akaona watu 4,000 ni wengi sana, nahitaji quality, nahitaji standard ya uimbaji. Alifanya nini? Ukiingia katika kitabu hiyo 25:7 uende 8, lakini tutaanzia 8 ndio turudi 7. 8 anasema hivi: wote wakubwa kwa wadogo, walimu kwa wanafunzi, walitumia kura katika kupanga kazi ya nani? Kazi zao. Yani wote waliitwa, wanakwaya wote 4,000 waliitwa, wakaketishwa chini. Daudi akasema sasa nyinyi tutapiga kura. Wale ambao watakuwa na sauti nyororo ya kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu, hao ndio watafanya nini? Watasalia. Ukirudi 7 inasema idadi yao pamoja na wale ndugu zao Walawi walifundishwa kumwimbia Mwenyezi Mungu. Wote walikuwa stadi. Walikuwa watu wangapi? 280 na ngapi? 88. Hivyo basi msasa ambao hupigwa kwa wanakwaya kule board haikuanza juzi, ilianza kitambo. Ilianza nyakati za nani? Za Daudi. Daudi aliwapiga msasa na akasema kwamba kitengo hii ya watu 288 hao ndio watafanya nini? Wataweza kumsifu Mungu. Je, ni wapi kulienda mrama? Kumbuka fungu letu la kukariri, ni nani awezaye kutoa kitu kisafi kutoka katika nini? Kitu kilicho kichafu. Mbona tuzungumzie haya yote? Nataka tuangalie sehemu ya vitabu vya unabii tuweze kuona, je, Mungu anazungumza nini kupitia sehemu hizo? Kumbuka Mungu anapenda nyimbo mpya. Ukisoma kitabu cha Zaburi 96:1, Zaburi 96:1 inasema kwamba Mungu, tumwimbieni Mungu nyimbo mpya. Mungu anapenda nyimbo nini? Nyimbo mpya. Lakini kuna watu, kulingana na unabii, kuna watu katika kanisa wameamua kwamba kwa sababu Mungu anapenda vitu mpya, tutaamua tulete vitu mpya wapi? Katika uimbaji. Siku ya leo tutaona, je, vitu hivi vipya ambavyo vimewekwa katika uimbaji zinatupeleka wapi? Na je, hii ndiyo mkondo ambao tunafuata ili tuweze kufikia kilele cha kufunga mlango wa rehema? Tutaweza kujua tukitumia mafungu tofauti tofauti, na hata tukiweza kuangalia picha ambazo nimekwisha andaa. Tukiangalia katika kitabu cha Ujumbe Uliochaguliwa, Selected Message Book 2, ukurasa wa 18, haya ngapi? Haya 4. Sehemu inasema hivi: wito kwa mahubiri ya kale. Yani dada White aliambiwa kwamba andikia hao watu ambao wanaishi nyakati za mwisho kwamba tunahitajika kuweza kurudi katika nini? Mahubiri ya nini? Ya kale. Na tutajua mahubiri ya kale yalikuwa nakaa vipi. Utaratibu mpya wa mambo umekuja katika huduma. Kuna hamu ya kuiga makanisa mengine, na usahihi wa unyenyekevu karibu haujulikani. Wahudumu wachanga, huyu si mimi nimesema haya maneno, sema kwamba wahudumu wachanga ambao wameajiriwa na kanisa wanafanya hii, wanatafuta kuwa kwa asili, kutambulisha mawazo nini? Mapya katika nini? Ibada za Mwenyezi Mungu. Je, mawazo haya mapya ambayo wahudumu wachanga ambao wameajiriwa na kanisa ni yepi?
Taka tuingie katika sehemu ya kwanza. Last year, mwaka uliopita, tulikuwa na makambi kule Amerika. Na makambi haya yaliweza kutangazwa na mchungaji wa kanisa lile. Hakaalika watu kwenye mtandao na watu wengi wakaweza kufanya nini? Wakaweza kukuja. Nataka tuweze kusikia, je, huyu mchungaji alipoalika hawa watu alizungumza nini? Camp Meeting 2023. Huyu ni mchungaji kule Amerika. Will take place June 7th through the 10th, 2023 at Lone Star Camp in Athens, Texas. Mark your calendars, save the date, register now, make your reservations to be at Lone Star Camp, June 7th through the 10th, 2023. We're going to have great preaching, great music. Great music. Nataka tuone great music ambayo iliweza kushuhudiwa katika makambi haya. Je, yalikuwa ni yepi? Nataka uangalie. Hii ilikuwa ni makambi last year. Hii ni kwaya. Ndio nimewaambia kwamba wanakwaya wako na sehemu maalum katika ibada. Kumbuka, tumesema kwamba Mungu anapenda nyimbo mpya. Na tumeangalia nukuu kwamba wachungaji wachanga watafanya nini? Wataleta mawazo mapya katika nini? Kanisa. Nataka tuangalie. Hawa ni wanakwaya. Hii ni pulpit. Ukiangalia pale tuko na uniform ya Pathfinder. Ndio mawazo ambayo Ellen White aliweza kuonyesha, akamwambia kwamba nyakati za mwisho wachungaji wachanga wataleta nini? Mawazo mapya katika kanisa. Na ndio haya hapa. Kumbuka, yule ni mchungaji alialika washiriki na wakaingia. Angalia hii. Hii ni kanisa. Hawa ni Waadventista ambao wanakiri kwamba tunaenda wapi? Tazama. Hao ni Waadventista. Tazama. Hao ni nani? Waadventista. Kumbuka, mawazo mapya yataletwa katika ibada ya nani? Ya Waadventista. Nataka tusome nukuu hii kutoka katika huduma ya wachungaji. Hii inaitwa pastoral ministry. Pastoral ministry. Dada White aliandika, ukweli bandia haiwezi fanya nini? Kubadilisha. Wahudumu waliolala wanahubiria watu waliofanya nini? Waliolala kanisani. Mchungaji aliyelala anahubiria watu waliolala nini? Kanisani. Inaendelea hivi: kwa kuwasilisha kweli kwa utulivu, kwa kurudia tu nadharia hiyo bila kuchochewa nayo wenyewe, haiwezi kamwe kuwaongoa wanadamu namna ya kutojali na isiyo na hisia ya kuwasilisha ukweli. Haitawaamsha watu ambao wako kanisani. Nikimalizia hii nukuu kule chini nasema hivi: wanaume na wanawake wako katika saa za mwisho za rehema. Tunapoona haya yanapojiri katika makanisa yetu, dada White anatuambia hivi, anasema kwamba tuko katika saa za mwisho za nini? Za mlango wa rehema kufanya nini? Kuweza kufungwa. Inamalizia ikisema hivi, na bado watu wengi katika kanisa ni nini? Ni wazembe na wajinga, na wahubiri hawana uwezo wa kuweza kuwaamsha kwa sababu wamelala wenyewe. Wahudumu waliolala wanahubiria watu waliofanya nini? Waliolala kanisani. Nataka tusikize. Huyu ni mchungaji ambaye ni mashuhuri sana katika kanisa letu. Tunamjua sisi zote. Huyu mchungaji, there's a popular feeling that the noisier you are, the more of the spirit you have, and that is not true. So it's not a condemnation of a drum or a guitar or trumpet or organ or piano. It is the way it is used.
And that's the point she's making. As she said, this loud bedlam of noise, music is not noise. Are you following me? And so some people worship differently from others. Some people worship differently from others. Some people will worship different from what? From others. Huyu mchungaji tunamjua, si ndio? Tumemwona. Amehubiri sana, hata hapa Kenya amekuja akahubiri, si ndio? Anaitwa nani? Nani? Landskit. Vizuri sana. Alisema kwamba some people worship different from what? From others. Nataka tuone. Hii kanisa ni ya kule Nigeria. Nigeria kuna kanisa moja inaitwa Victoria Sanctuary SDA Church. Walikuwa na kongamano fulani mwaka huu. Mwaka wa 2024. Na kongamano hii ilikuwa inaitwa Unshakable Kingdom. Na fungu kuu la kukariri lilikuwa hii. Waebrania 12:28. Nasema hivi. Kwa hivyo tuwe na shukran kwa kuwa tumepokea ufalme usioweza kufanya nini? Kutetemeshwa. Na hivyo tumwabudu Mungu kwa namna itakayompendeza, kwa unyenyekevu na kicho. Lakini unyenyekevu ambao uliweza kushuhudiwa katika ibada hii haikuwa unyenyekevu ambayo imezungumziwa kwenye Biblia. Hapa tulikuwa na kitu inaitwa the voodoo drum dance worship. Hacha tuone. Je, hawa ni Waadventista? Hii ni kanisa. Hawa ni wanakwaya wanaimba katika kanisa. Na ukiangalia vizuri utaona logo ya Adventist kwa t-shirts zao. Hawa ni Waadventista. Ngoma zimeingia kwenye kanisa, na si ati haya yote yanajiri katika makanisa yetu. Angalia, hiyo ni logo ya Waadventista. Hayo ndiyo baadhi ya maswala ambayo yanatukia katika kanisa. Kumbuka, wanakwaya, uimbaji ni kiungo muhimu sana katika nini? Katika ibada. Na hawa ndio watafanya nini? Hawa ndio watatufungisha mlango wa rehema. So hivyo wanakwaya, tujitahidi. Tazama. Path of a drum. Mungu hakuwa na kusudio la kuambia Daudi kwamba aweze kunakili kitu ambacho kinaitwa ngoma katika nini? Katika Biblia. Lakini shetani alikuwa mwerevu sana. Halijua tu kiungo kimoja tu ambacho kimetolewa kwenye kinanda hii ambayo tunacheza, akiingiza pale itafanya Waadventista wafanye nini? Waweze kucheza. Na hiyo ndio alileta, akaweka katika nini? Piano zetu. Akaweka katika hizi piano ambazo tunafanya nini? Tunatumia. Halitumia jamaa ambaye anaitwa Casio. Casio yule ambaye ametengeneza calculator. Huyo ndio aliyetengeneza hii keyboard, na akaambiwa aongeze one component ambaye inaitwa nini? Ngoma. Je, imetoka wapi? Ilianzia voodoo. Voodoo ni wale wa Afrika ambao walichukuliwa kama slaves, wakapelekwa kule Europe. Walipozeeka walikuwa wanatupwa huko Caribbean Island, walikuwa wanatupwa kule Jamaica, walikuwa wanatupwa kule Brazil. Sasa walipokuwa pale, walipokuwa katika zile hali ambazo ni kama wameboeka, walikuwa wanachukua ngoma, wanaanza kufanya nini? Wanaanza kucheza. Hapo ndipo the genesis of what? Voodoo worship. Wakapatia hao wote, hadi sasa hivi imeingia wapi? Kwenye kanisa. Tunaiona wapi? Kwenye makanisa yetu. Huko ni mbali, tutaangalia hata hapa Kenya. Je, hizi vitu zimefika katika makanisa zetu? Nataka uangalie, hii inaitwa unyenyekevu wa kuabudu. The same church. Same church. Walikuwa wanafanya nini? Wanasakata rumba katika nini? Kanisa. Tusiofu kwa sababu haya yote Mama White alikwisha andika, na atakuja kufanya nini? Atakuja kujiri. Je, aliweza kunakili haya? Nataka tusome nukuu hii. Kitabu ni cha Ujumbe Uliochaguliwa, Selected Message Book 2, ukurasa ni wa 36. Haya ni ya pili. Inasema hivi: ibada ya kelele. Haiwezekani kukadiria kwa kiasi kikubwa sana kazi ambayo Bwana atatimiza. Na atatimiza na watu wa gani?
Haya, ni sisi zote tutatimiza. Inaendelea ikisema kupitia vyombo vyake vilivyopendekezwa katika nini? Kutekeleza maumuzi ya kusudi lake. Mambo ambayo aliweza kuelezwa akiwa kule Indiana, Bwana amenionyesha. Inasema hivi, haya yote lazima yatatukia kabla ya mlango wa rehema kufanya nini? Kuweza kufungwa. Kila jambo lisilofaa litaonyeshwa. Kutakuwa na kelele kanisani. Kando na hiyo, kutakuwa na ngoma. Kutakuwa na muziki. Kumbuka sisi hatuchezi muziki. Sisi tunafanya nini? Tunaimba sifa. Lakini aliambiwa kwamba kutakuwa na nini? Muziki. Je, hayo ambayo tumeweza kuona pale ni muziki ama ni sifa? Muziki. Inateremka ikisema kwamba hisia za viumbe wenye busara, watu ambao wako soba, zitachanganyikiwa kiasi kwamba hawawezi kubaini kilicho mbivu na kilicho nini? Bichi. Tazama, hili ni kanisa lingine. Hawa ni wanakwaya. Ukiangalia vizuri pale utaona pulpit yetu. Hawa ni praise and worship. Hii vitu imefika katika makanisa. Hawa ni waimbaji katika nini? Katika kanisa. Zingine si nzuri kucheza katika nini? Katika hekalu ya Bwana. Tazama hii. Hawa ni vijana wetu. Hii ni muziki sasa imefanya nini? Imeingia katika kanisa. Na hata hawana aibu. Logo ya kanisa iko nini? Iko wazi. Uzuri Mungu aliandika haya. Amosi 5:23. Biblia inasema, ondoeni mbele yangu kelele za nini? Nyimbo zenu. Sitaki kuzisikiliza muziki wa nini? Wa vinubi vyenu. Mungu tayari ameshakataa. Sasa ni sisi tu tukubali kama tutaendelea nayo ama tutafanya nini? Tutaacha. Sasa nataka tuingie hapa nyumbani. Najua nitakosea wengine, lakini nataka tuingie hapa nyumbani. Hili ni kanisa moja liko hapa nyumbani. Na kanisa hili linajulikana vizuri. Wameanzisha kitu kinaitwa Praise and Worship Team in the church. Sasa hivi ndivyo wanavyofanya mambo yao. Hii ni SDA Church, usichanganyikiwe, na iko hapa Kenya, Kiambu County. Wimbo tunaijua vizuri, si ndio? Hii inaitwa Praise and Worship Team. Nataka tuangalie hii nyingine tutaona vizuri. Inaitwa Calvary Garden SDA Church. Najua wengine mnaijua. Hapo ndipo kanisa limefanya nini? Limefika. Hii ni sifa ama ni muziki? Muziki katika kanisa. Kumbuka Amosi 5:23. Biblia inasema kwamba ondoeni kelele za nyimbo zenu. Sitaki kusikiliza miziki za vinubi zenu. Nataka tuweze kujua, je, kama tunafanya hii ambayo tumeona hapa, tunaelekea wapi? Nataka niwarudishe nyuma kidogo. Kitabu ya Kutoka, sisi zote tunajua historia ya Musa. Musa alipochelewa kule mlimani kuleta agano mpya, Aroni aliweza kuambia watu wakusanye nini? Dhawabu ambazo zilikuwa zimeletwa. Wakatengeneza a statue, sanamu, na wakaanza kufanya nini? Wakaiabudu. Ukisoma Kutoka 32:6 inasema kwamba walipomaliza kutengeneza ile sanamu, asubuhi na mapema Aruni aliwaamuru, akawaambia wafanye nini? Waende kuoga, wavae vizuri, waje wafanye nini? Nataka tusome kwa pamoja.
Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za imani, watu wakaketi, wakakula, wakakunywa, wakaondoka, wakafanya nini? Wakacheza. Hadithi hii tunaijua vizuri sana. Uzuri, Biblia ni kifunguo, iliachia pale, lakini wakaambia mtu ambaye anaitwa Paulo, mtumishi wa Mungu, haweze kuandika hii. Katika kitabu cha Wakorintho, hapa sasa ndipo wanajibu ni nini hasa kilichojiri. Baada ya Musa kurudi, akapata wale watu wanacheza, ni nini kilichojiri. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10, ukianzia 7, Biblia inasema hivi: wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi, wakakula, wakakunywa, kisha wakafanya nini? Wakasimama, wakacheza. Pale chini namaliza ikisema hivi: wala msifanye usherati. Kumbuka Biblia inaposema usherati, haimaanishi ni ile usherati ambao tunajua. Usherati hapa ni idolatry. Yaani unaabudu shetani na bado na nani? Unafanya nini? Unaabudu Mungu. Inamaliza ikisema kama wengine wao walivyofanya. Wakaanguka siku moja watu wangapi? 23,000. Siku ile walipocheza, Musa aliporudi, watu ambao waliweza kufa pale walikuwa ni takriban 23,000. Na nataka kuamini kwamba wengi wao walikuwa ni watu wa gani? Wanakwaya. Hao ndio walifanya nini? Wengi wao hao ndio walifanya nini? Waliweza kuanguka. Hii vitu imeingia. Tunadhalilisha jina la kanisa. Tunadhalilisha kitu ambacho kinaitwa ile msingi ambayo kanisa iliweza kufanya nini? Iliweza kuwekewa. Je, mbona tukubali wachungaji wachanga waweze kuleta mawazo mapya katika kanisa la nani? La Mungu. Hilo ndilo swali ambalo tunastahili kujiuliza. Hata kama Mungu anapenda nyimbo mpya, kuna vile tunastahili kufanya nini? Tunastahili kuzileta. Nyimbo za Kikristo kila siku ni nini? Kila siku ni mpya. Kila siku ni mpya. Ndiposa Biblia inasema kwamba Mungu anapenda nyimbo mpya, kwa sababu anajua kwamba nyimbo ambazo aliweza kuongozwa na Roho Mtakatifu zote ni nini? Ni mpya. Huyu binti tunamjua sote. Hivi majuzi alifanya cha kushangaza na cha kuhuzunisha katika ulimwengu mzima. Wengi wamekuwa wakimzungumzia, na haya ndio alichokifanya. Hapa ni disco. Na nataka niamini kwamba hawa ambao waliweza kwenda pale, ukiwasikiza kwenye background, wengi ni Waadventista. A good number of them ni Waadventista. Na ni vijana wetu, ni wanakwaya wetu, na wengine ni nini? Ni washiriki. Walichokifanya pale kilishangaza. Hii ni club Hapo ndipo Waadventista wamefanya nini? Wamefikisha Injili. Je, mlango wa rehema unafungwa ama ufungwi? Unafungwa hivi karibuni. Na wale ambao wataweza kuifanya iweze kufungwa haraka na kwa upesi ni waimbaji, wanakwaya. Tujiathari sana, kwa sababu tusikue wale ambao watatumika kama nani? Judas. Tusikue kama hawa ambao wanafanya nini? Wanajaribu kuendeleza haya masuala yaweze kufanya nini? Yaweze kufika ukingoni. Mengine si mazuri ya kuweza kucheza wapi? Kwenye kanisa. Maoni ya Biblia, yani Ellen White katika maoni ya Biblia aya 10 anasema hivi: moto wa ajabu umeingia wapi? Kanisani. Moto wa ajabu unatolewa leo. Mungu hajabadilika. Kumbuka, Mungu anapenda vitu vipya, lakini afanye nini? Abadiliki mtindo wa kuweza kuwasilisha zile vitu mpya. Inasema hivi, moto wa ajabu umetolewa leo. Mungu hajabadilika. Yeye yuko mahususi na sahihi kabisa katika matakwa yake ya nini? Ya ibada. Ukiteremka chini nasema hivi: lakini katika mahali patakatifu, ibada katika siku zetu, pamoja na nyimbo na sifa na sala na mafundisho kutoka kwenye miambari, pulpit hapa,
Hakuna moto wa ajabu, ila ni moto chanya, yani negative impact of our worship. Inamaliza ikisema badala ya kweli kuhubiriwa kwa upako mtakatifu wa Roho Mtakatifu, inahubiriwa kwa kutumia nini? Tubako na dawa za kulevya. Hivyo basi kuna watu wanakuja hapa wanaimba vizuri, kumbe wametumia nini? Tubako. Wale watu si ati wanacheza tu kwa sababu the Holy Spirit imefanya nini? Imewajaa. Wengine wanacheza kwa sababu ya nini? Wako under the influence of drugs. Na iliandikwa, na haya ndio maswali. Unataka kuniambia hawa ambao walikuwa kwenye club walikuwa soba? Wote walikuwa chini ya tubako. Uzuri, dada White aliandika haya yote na akasema kwamba haya yote ambayo mnayaona hayana budi kutukia pindi tu mlango wa rehema utakapokuwa ukifanya nini? Karibia kufungwa. Hii ni ya juzi tu. Parklands SDA waliorganize kitu pale KICC na walikuwa na tamasha ya kufana, lakini mwishowe waliharibu kila kitu. Je, walifanya nini? Hapa tulikuwa na wazee wa kanisa, washiriki, wanakwaya wengi walikuwa wamealikwa. Watu walicheza sana Huu ndio mtindo ambao tumeleta wapi? Kwenye kanisa. So these things are there na lazima ziwepo. Na mimi nafurahia sana ziwepo kwa sababu tumechoka, si ndio? Tumechoka kukaa katika ulimwengu huu. Ni heri mlango wa rehema ufungwe. Shida hizi zote ambazo tunapitia katika ulimwengu huu tufanye nini? Twende tupumzike. Haya yote yaliweza kujiri pale. Hapo ndipo tumefika. Kumbuka fungu letu la kukariri. Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho kisafi kutoka mahali pachafu? Mziki hii ambayo tumekuwa tukiona, je, kuna moyo ambaye inaweza kuokolewa kutoka na mziki huu? Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho kisafi kitoke katika mahali pa nini? Pachafu. Biblia ikajibu ikasema, hapana, hakuna afanye nini? Awezaye. Ni lazima tuweze kurudi katika zama za kale. Kumbuka kuna wito kwamba tuweze kurudi katika mahubiri ya nini? Ya kale. Na hapa ndipo tunarudi. Hapa ndipo tunarudi. Alitakuwa wapi? Wanasubiri watu wake. Hapa ndipo tunarudi. Kumbuka dada White aliambiwa kwamba imiza watu waweze kurudi katika ibada za nini? Za kale. Na hizo ndizo ibada watu wafanye nini? Hawapendi. Hizi ibada ambazo tunakimbililia, hizi ibada mpya ambazo tunakimbililia, zote zinafanya nini? Zinatupoteza. Uzuri, zinaharakisha kwa kufungwa. Kwa nini? Kwa mlango wa rehema. Wakorintho ni wa kwanza tunapotamatisha. Wakorintho ni wa kwanza 14:26. Biblia inasema hivi. Wakorintho ni wa kwanza 14:26. Biblia inasema hivi, tuseme nini basi ndugu zangu, mnapokutana vile tumekutana hivi pamoja, kila mtu awe na nini? Wimbo. Hiyo ndio kitu Mungu anataka, si kitu kingine. Na ukisoma hii pande nyingine nasema au. Hizi zingine ni option. Lakini kitu ya msingi kila mmoja anastahili kukuwa nayo ni nini? Wimbo. Je, wanakwaya mko na kazi? Kazi ipo. Kila mmoja ameitwa kukuwa mwanakwaya. Nyakati za mwisho ndizo hizi hapa tunaishi sisi zote. Tumeona historia inafungwa ya ulimwengu huu. Na wale ambao wataweza kufunga historia ya ulimwengu huu si wengine ila ni nani? Waimbaji. Je, mmejipanga vipi kufunga historia ya ulimwengu huu? Maandiko yamesema wazi kwamba sisi zote tuweze kukuja na nini? Wimbo katika ibada. Hivyo wimbo katika sehemu ya ibada ni ya msingi sana.
Rejelea zaidi ya 800 katika Biblia ambayo inazungumzia kuhusu nyimbo. Kumbuka Mungu alijua kwamba kifunguu cha kuweza kuingia pake patakatifu itakuwa ni nini? Wimbo. Kumbuka odi yetu kufikia Mwenyezi Mungu ni sifa. Hili tuweze kufika katika malango pa Mwenyezi Mungu lazima tuwe na nini? Tuwe na wimbo. Ndiposa Mungu anaendelea kupanga kwaya ambayo itafanya nini? Itaimba mwimbo wa Musa na mwana kondoo. Mungu hafanyi mchezo na nyimbo. Na shetani amegundua kwamba kwa sababu Mungu anapenda nyimbo sana, hatatumia nyimbo kuweza kufanya nini? Kuangamiza Waadventista. Waadventista wengi wataangamia kwa sababu ya nini? Nyimbo tu peke yake. Hii ndio itafunga mlango wa rehema, na hii ndio itatayarisha Kristo kuweza kufanya nini? Kurejea mara ya pili. Nataka tusome fungu la mwisho tunapotamatisha. Fungu la mwisho ni kitabu cha Petero ni wa kwanza 4:19. Petero ni wa kwanza 4:19. Nani amepata? Aweze kutusomea Petero ni wa kwanza 4:19. Nani amepata? Petero ni wa kwanza. Tusome. Umepata? Waraka wa kwanza wa Petero 4:19 inasema hivi: basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amani roho zao katika kutenda mema kama kwa Muumba mwaminifu. Nitarudia 17. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Shukrani. Kumbuka hukumu itaanza katika nyumba ya nani? Ya Bwana. Kitabu cha Petero, waraka wa kwanza wa Petero 4:17. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya nani? Nyumba ya Bwana. Je, nyumba ya Bwana ni ipi? Ndio hii hapa. Tusimame. Tunaomba. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, tunarudisha dua zetu kwako. Asante sana mchana wa leo, umetupa uvumilivu wa kutosha tangia asubuhi tulipoanza vipindi vyote hadi wakati huu. Tumekuwa katika ibada takatifu. Tunaona jinsi mlango wa rehema unavyojongea kufungwa kwa Waadventista. Waimbaji hawa ambapo kila mmoja ni mwimbaji kulingana na wewe, unatutumia kwa njia ya kipekee, lakini shetani ameamua kuvuruga mapenzi yako. Ameamua kuchanganya wengi wasije kuelewa ni jinsi gani uimbaji unaweza leta faraja, wokovu na hata amani katika nyoyo za watu wako. Naomba Baba uweze kutuokoa. Utusamehe makosa yetu ambayo tunafanya kila siku kinyume na mapenzi yako. Utuandae nyakati za mwisho tuweze kukua na akili, tusije tukawa pumbavu, shiriki ambao wamelala katika kanisa. Tunaombea wachungaji wetu ambao wanaongoza kanisa hili, wazee pamoja na kila mmoja ambaye anahusika kwa njia moja ama nyingine. Ombi letu Baba ni kwamba uweze kutuguza na Roho wako Mtakatifu aweze kunongonoza pamoja na sisi. Tuweze kupata wosia ambao utaweza kutusongesha karibu nawe. Tujiandae kwa minajili ya kuweza kufungwa kwa mlango wako wa rehema. Tunapoingia katika mchana mwingine wa kuweza kupata mankuli, ombi letu Baba ni kwamba uweze kutuzidishia neema na wema wako. Kwa nasi zote hata takapokuwa tukipata ibada ya uimbaji hapo jioni, sifa na shukrani ziweze kukurudia. Acha tuimbe kwa akili na hata kwa kuelewa. Sina mengi la kushukuru kwa yote, ni katika Kristo nimeomba nikiamini. Thank you. Get the point. Take a step forward.